kulia kwamba waimbaji binafsi tupo kipesa. Tunapokuwa kwenye gospel tunafanya zaidi huduma. Kwa hiyo unapokuwa unatamani ufike mbali na vile vitu vya watu ambao unawahudumia bado wanakuletea vikwazo vya kutofika mbali. Na ndio maana ukipata management zaidi unajikuta kwamba kanisa ni kama au wale wapendwa wako karibu na wewe wanajitenga na wewe wakiamini kwamba huko ulipoingia sio sehemu sahihi, utaweza kuenenda kinyume na sheria ama taratibu za kidini. Unafikiri kwa nini kanisa wanaogopa hivyo? Kuna watu wanafanya hivyo, wameshawaona watu wakifanya hivyo. Siku zote wanasema kwamba sifa mbaya inavuma kuliko sifa nzuri. Kwa hiyo kuna watu walifanya hivyo. Kuna watu walifanya hivyo na sisi na watu ambao wanazaliwa watakao kuja kuvaa gospel wanazidi kuishi katika namna hiyo. Sawa, na kupokea hizo kitu. Yes. Sawa. Hivi ushatengeneza albamu yako moja, mbili tuseme za audio. Ndio, mbili. Sokoni zimefanya vizuri? Albamu ya kwanza haikufanya vizuri sana. Lakini unafikiri kwa nini? Haikufanya vizuri kwa sababu ndo nilikuwa naanza. Kazi ambazo nilikuwa nazifanya naweza nikasema kwamba ile nilizindua kiimani. Kwa sababu nilijikuta kwamba nimerekodi studio moja, producer mmoja. Studio ile ama yule producer pia akafiwa. Alipofiwa na mimi natakiwa kuzindua, nimeshaweka pesa kwenye promo, nimetangaza matangazo, nimetengeneza vitu vingi. Na ni wiki moja ikabidi nizizindue hivyo hivyo. Kwa zile nyimbo sikutaka kuzipeleka sehemu nyingi. Kwa hiyo niliziweka kikapuni, nikawa nawapa watu ambao wananifahamu tu. Lakini nikawa nimekuja kwenye sasa producer hapo kufiwa imehusiana na nini? Ilihusiana kutokana na kwamba yule producer ni mchungaji. Kwa hiyo yeye ndio angetakiwa amsafirishe yule ndugu kwenda mkoani. Kwa sababu yule ndugu alikuwa anaabudu kwake. Kwa hiyo nikawa mimi nimekwama, nikamwambia nazizindua hivyo hivyo. Kwa hiyo yeye angekuepo angesaidia nini? Yeye angekuepo ilikuwa kwamba ndani ya ile wiki tulikuwa ndio tuko kwenye mix. Kwa hiyo zile nyimbo nilizizindua bila mix. Yes. Uko na haraka na wewe rafiki yangu. Sasa hiyo haraka yako imekupa nini? Haraka naweza nikasema hiyo haikuwa haraka, ila ilikuwa ni jaribu. Kwa sababu nilianza kurekodi takriban miezi miwili kama nyuma. Baadaye ndipo ndani ya ile wiki nimeshatangaza kwenye maredio, nimeshatangaza sehemu mbalimbali, matangazo yamebandikwa mitaani. Alafu ananiambia nisogeze uzinduzi. Ni ngumu sana kurudi redioni kuambia watu msije. Na kubandika matangazo kwamba uzinduzi umeahirishwa. Uzinduzi ulikuwaje lakini? Ule uzinduzi naona ulinipa nguvu nyingine ya kufanya albamu ya pili. Yes. Sawa. Mitandao ya kijamii unapatikana vipi? Mitandao ya kijamii natumia Instagram Timothy Bilato, YouTube Timothy Bilato, lakini Facebook pia natumia Timothy Bilato.